waalikwa, watumishi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, katibu mwenezi wa CCM wilaya ya Ilala, wajumbe wa kamati ya siasa, mheshimiwa mwenyekiti wa mtaa wa Kiyombo, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, nimesimama mahali hapa kwa ajili ya kutoa neno la shukrani. Kipekee niseme nimewiwa na furaha. Nina furaha ambayo imepitiliza sana, lakini sitakuwa ni mwingi wa kuzungumza sana, niseme tu ninawashukuru. Lakini sambamba na hilo, nikushukuru sana katibu mwenezi kwa kukubali mwaliko wangu. Kwanza ulikuwa ni wa ghafla sana, lakini kwa mapenzi yako kwetu, lakini pia kwa mapenzi yako kwangu, ulinihakikisha mwenyekiti, pasipo na changamoto nyingine yoyote ya kiafya, ya kibinadamu, nitashiriki kwenye kikao chako. Kwa hiyo mheshimiwa katibu mwenezi, nikushukuru sana. Ndugu wananchi na wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi, leo hii nimetekeleza agizo la kikatiba la kunihitaji mimi kukabidhi utekelezaji wa ilani ya CCM katika mtaa wa Kitunda. Nashukuru Mungu leo hii nimefanya salama na nimeweza kutekeleza. Lakini niseme kwa dhati ya moyo wangu, leo hii nisingekuwa na kitu cha kusema kwenye ilani hii kama Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan asingeleta fedha za maendeleo katika kata yetu na kutufikia sisi katika mtaa wetu wa Kitunda. Kwa hiyo nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini leo hii nisingekuwa ninachokusema, ninachokutekeleza katika ilani hii kama Mheshimiwa mbunge wa bunge wa jimbo la Kivule, ndugu yangu Masaburi, kama asingesimamia ipasavyo fedha zilizokuja, fedha zilizotengwa na halmashauri kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali katika jimbo letu, lakini pia katika kata ya Kitunda na kwa mtaa wa Kitunda. Sambamba na hiyo, pia nishukuru sana mheshimiwa diwani wangu wa kata ya Kitunda, kaka yangu. Asante sana. Najua alikuwa na wasiwasi bangi leo nisingemtaja. Unapaswa kutambua kazi ya mtu kwa kadiri ya uwezo wake alivyofanya. Siku zote mwanadamu anapaswa kujikuna pale anapojiweza. Mimi bila hao watu ambao nimetangulia kuwashukuru, nisingekuwa na cha kuandika hapa, kwa sababu mimi mwenyekiti wa mtaa wa Kitunda sina uwezo wa kutenga bajeti ya kuleta nguzo za zege katika mtaa wangu. Kwa hiyo kwa kutambua hilo, lazima nitoe shukrani zangu za dhati kwao. Sambamba na hilo, niwashukuru sana wajumbe wangu wa halmashauri kuu kwa kuweza kuipitisha ilani hii na kuikubali, na niwaahidi, nitumie mkutano huu kuwaahidi ilani nitakayoposoma tena panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, naamini kilichokuwa humu hakitajirudia. Nitakuja na vitu vipya ambavyo serikali ya awamu ya 6 chini ya Samia Suluhu Hassan imetekeleza, lakini nitakuja na miradi ambayo mimi na kamati yangu ya mtaa tunakwenda kuifumbua na kuitekeleza katika mtaa wetu wa Kitunda. Ninawaahidi hilo. Na kimsingi niwashukuru sana mratibu elimu kata, na kushukuru mtendaji wa kata, na kushukuru na wataalamu wako wote, na washukuru polisi kata kwa wamenipa ushirikiano wa kutosha katika zoezi ya kutekeleza ulinzi na usalama, na kushukuru. Lakini wakuu wote wa shule zilizopo katika mtaa wa Kitunda ninawashukuru sana, na ni marafiki zangu, na tumekuwa tukiwasiliana katika changamoto kadhaa, lakini pia tumekuwa tukishirikiana kwenye kuzitatua changamoto hizo. Ndugu zangu wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla, niseme wakuu wa shule hizi wanafanya kazi nzuri sana pamoja na mratibu elimu kata. Mimi binafsi na kamati yangu ya mtaa tumekuwa tukifanya ziara ya mara kwa mara, lakini ziara ya mwisho tulifanya nafikiri ni tarehe 4 kwenye shule zote zilizopo katika mtaa Kitunda. Tumebaini changamoto ambazo walimu wamekumbana nazo, lakini tumebaini changamoto ambazo watoto wanakumbana nazo majumbani mwao, lakini tumebaini changamoto ambazo wananchi na wazazi
wamekuwa wakikabiliana nazo. Tulizungumza na tulikubaliana kwamba kwa mwaka muhula uliokuja wa 2027 zile changamoto ambazo wananchi wamekuwa wakikumbana nazo tunakwenda kuzimaliza kama si kuzipunguza. Hilo tulikubaliana na wakuu wa shule, na tulikubaliana kwamba tutakuwa na kikao cha pamoja kwa ajili ya kujadili changamoto zilizopo katika shule zetu na kuzitafutia mwarobaini ili kuzipoteza kabisa zisiwepo, ili watoto wetu waweze kupata elimu ambayo wanastahili. Ninawashukuru sana wakuu wa shule, mmekuwa mkinipa ushirikiano wa kutosha na Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa maana Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kutumia neno hili kwamba kwa kila ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia kwa nacho, kama Mwenyezi Mungu amekujalia fedha, basi unatakiwa kutumia fedha yako ili kutengeneza ahera yako, na kama Mwenyezi Mungu amekujalia elimu, basi unapaswa kuitumia elimu ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia kwa ajili ya kutengeneza ahera yako. Sambamba na hiyo, nafasi za uongozi zilizokuwa nazo, tumejaliwa sisi wachache kuwa na nafasi za za uongozi, basi tutumie nafasi hizo kwa ajili ya kutenda matendo yaliyokuwa mema kwa wananchi wetu, ili Mwenyezi Mungu apate kutuhurumia siku ya mwishoni. Mheshimiwa mgeni rasmi, umezungumza mambo mengi, umezungumza mambo mazuri, na sitaki niatie doa yale uliyozungumza, na muda umekuwa sio rafiki sana kwetu. Ofisi yangu ya mtaa Kitunda una mambo mawili tu, na jambo la tatu litakuwa ni kwenda kupata listi ya chakula, na ninawaomba sana basi mlizie kwa kile ambacho nimekiandaa. Kama kina mapungufu, basi tuweze kuyavumilia mapungufu. Insha Allah, panapo majaliwa, mwaka mwingine naamini tutafanya vizuri zaidi ya hapo tulipofanya. Mambo mawili ambayo tuko nayo, jambo la kwanza, tunataka kutoa vyeti vya shukrani na pongezi kwa baadhi ya watu na kwa baadhi ya taasisi. Kwa nitumie fursa hii kumkaribisha afisa mtendaji wa mtaa aweze kusoma vyeti. Kwa wale ambao hawatakuwepo, basi atakuja mwakilishi wa kumwakilisha kupokea hivyo vyeti. Lakini jambo la pili, kamati yangu ya mtaa Kitunda pamoja na afisa mtendaji wetu wa mtaa tulisema tutumie tukio hili la leo kukata keki ambayo wote tutakula keki hiyo kwa ajili ya kutimiza miaka miwili katika nafasi yetu ya uongozi kwa uchaguzi wa 2024 2029. Kwa hiyo tutakuwa na matukio hayo mawili. Baada ya hapo tutakwenda katika tukio la chakula. Kwa hiyo nimkaribisha afisa mtendaji wangu wa mtaa kwa ajili ya kusoma vyeti kwa ajili ya kupokea. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Baada ya hapo nafikiri sitakuwa na neno lingine la kuzungumza, bali ni kuwakaribisha kwenye chakula ambacho mimi na kamati yangu ya mtaa tumeweza kukiandaa kwenu.